Welcome back once again. It's Funny Reaction Memes TV, the boss owner of this YouTube channel that we're seeing. From today I've been starting to show my face to you, my people. Yeah, what has really made me to start putting my face before the video continues is that you guys have really made me proud because you've really showed the support. I want to say thank you, my people, for what you're doing, for the subscribers. It's not a joke. Within a period of 5 good days is not a joke. 5 good days with 13 good subscribers and 1,000 views is not a joke. This is a new YouTube channel, and guys, I know I wasn't expecting that much from you, but guys, you really made me proud. I'm so happy for everything, my people. So today I have a beautiful content on demo of Facebook, and I know you're gonna love it. Guys, I'm not feeling well, by the way. I'm just not feeling well, but I'm struggling. Even if sickness sickness is not going to stop me making contents. I'll be making contents until this channel goes up. Okay, my people, continue watching this video until the end. You make sure you subscribe to my YouTube channel. If you are new to my YouTube channel, you make sure you click the button, you subscribe, my people. You share this video, you put a comment on this video. I know this video is gonna trend, and it's gonna be one of the best videos ever in this YouTube channel. Thank you so much. God bless you. Watch the video. Hii mwaka lazima niue. Hii mwaka nakwambia naenda kupanua kila kitu. Walisema ni mwaka kupanuliwa. Naenda kupanua mawazo, naenda kupanua content, naenda kupanua biashara, alafu Disemba napanua mguu. Mpaka Disemba jumze. Ojeli ni promise atanitumia Disemba. Sasa nikasema wacha tu ni play safe. Tulipadana na Oji kwa imani. Sasa singefanya hiyo kitu na ilikuwa kwa ndoto. Hii ni maajabu. I'm the Facebook, the president of Vienyeji, and I'm the most beautiful lady. Bora tu umeangalia haraka, ukiconcentrate niko nje. Lakini mambo na beauty ilikuwa responsibility ya wazazi, hapo msiniekele. Yaani sijaguza. Hii mwaka kitu nimepanua ni masikio peke yake. Yesu! Purely virgin. Tangu nizaliwa sijai kutana na mwanaume. Tumekutana kiroho kwa kanisani, maybe kwa maombi, lakini kukutana kimwili achana naye. Apostle we have this. Dawe. Niko na furaha tele kama mama ambaye amejifungua watoto 7 na wote ni wasichana wa kukula fedha. Mungu naambia niepushe na broke men, niepushe na wanaume hawana magari. Mtu asikuje kuni break virginity na haka na walking style ya bata. Kitu ya kwanza nimekaa for 27 years pure virgin. Lazima mwanaume mwenye ananitongoza level yake hata yuko Kenya. Ni mwanaume mwenye akikuja Kenya akiambia president naweza kummeet, anamwambia I have your time. Lakini mwanaume mwenye hata hajajulikana MC wa village hizo ni meat. You see, mimi am kienyeji but very expensive. Alafu ni kienyeji yenye hajaguzwa. Yaani mimi ni kiumbe dhahabu. Mimi ni dhahabu. Vile nimepitia temptation, nimekatiwa kila kona. Kwanza siku hizi vile nimeanza kumea matters affecting society. Wanaona wananikatia sana wale mahawkers nikipatana nao town. Wananiita. Unakuja unapata hao watu wa kuuza mkombero njugu ya zile nguvu za kiume, they call me. Oh no. Hii mambo ya kuulizanga bwana yako ati you are cheating. Let me tell you, wewe unataka bwana yako akue good in bed. Minus cheating atajuaje style zimetokea ni town. Niwachana kuchunga bwana. Atajuaje new style in town. Kuliko ite bwana yako week we make sure akikuja hapa akuweke kazi vizuri, jua kuna mahali amepagia zoezi. Alafu kitu kingine, wapigie mabwana zao. Hii mambo ya kuamka asubuhi unapaka makeup makucha umeweka ndefu. Bwanaka anavanga boxer moja. Hata wewe muosha, alafu kwa hapo unasema my husband. Wewe ni caretaker kwa mapenzi. Your husband is coming for us. Come to me, my lover.
Mrembo wa kimbikimbi, how are you? Usiniite mrembo wa kimbikimbi bwana, hiyo ni kama kuchanganya minyo zangu afikiri nimewapeleka kwa Illuminati. Wewe niite mrembo wa kimbikimbi. Hata kwa mfano nilisema mimi siwezi kuwa na kimbikimbi. Useme tu kwa mfano wewe ni mrembo. Useme wewe na nani? Mimi na kimbikimbi tupate images ya mimba tunaweza imagination. Na si kimbikimbi alisema amesoma ako na PhD diploma. PhD gani? Nilijua yeye ako na PhD yenye kwa urefu ni permanent head damage. Yeye angekuwa na PhD ungekuwa navaa matopi za Gigomba za 50-50. Alafu jana nikasikia anasema, demo Facebook wako na fallen soldiers. My friend kimbikimbi, let me tell you, matiti ingeumbwa kusimama, ingeumbwa na mfupa. Wacha zipumzike kwa amani.